Mara nyingi katika ukuaji kwenye maisha, inawezekana unataka kukua kitaaluma au kujiongeza kibiashara. Inashauriwa sana kuwekeza katika ujuzi fulani au kuwekeza katika elimu au kitu fulani ambacho kinakuongezea thamani na kukufanya wewe uweze kuwa bora zaidi. Sasa katika ujuzi, hivi wingi wa ujuzi inaweza kuwa juzi sijui niseme katika juzi mbalimbali. Sasa tuchukue ujuzi mbalimbali, sawa? Katika ujuzi mbalimbali ambao mara nyingi tunajifunza au tunakuwa nao, upo ujuzi mmoja ambao ukiamua kuwekeza kwenye ujuzi huo, basi unaweza kuongezea thamani kwenye ujuzi mwingine wowote ulionao. Na ujuzi huu ni ujuzi wa kuzungumza vizuri. Inaitwa speaking skills. Speaking skills, ukiamua kuwekeza kwenye speaking skills, itakuongezea thamani karibu kwenye kila eneo, kwenye kitu chochote kingine unachokijua wewe, chochote kile. Tunataka tupitie tuone thamani inatokea wapi au faida ikoje. Kitu cha kwanza itakufanya uonekane mtu mwenye thamani katika eneo lolote lile. Mara nyingi mtu mwenye kujua kitu fulani afu akajua kukielezea vizuri, basi huyo anaweza akapata mteja mpya au akapata nafasi ya uongozi au akapata ushirikiano, akapata rafiki. Yani ni rahisi zaidi kupata mtu mwingine akaongezeka kwa kile tu unachokifahamu vizuri na kuweza kukielezea vizuri. Daktari mzuri anayeweza kuelezea vizuri udaktari wake anaweza kupata wateja wengi zaidi, kwa sababu anaweza kufafanua zaidi nini anaweza kutibu na nini, yani akaonyesha utaalamu wake kupitia ujuzi wa kuzungumza, kusapoti ujuzi wake wa kidaktari au taaluma yake ya kidaktari. Kwa kitu cha kwanza, kumbuka speaking skills itakufanya uonekane mwenye thamani zaidi, itakuongezea thamani zaidi kwenye kile ambacho wewe unakijua vizuri, sawa? Na pointi ya pili ni ujuzi ambao unabeba taaluma nyingine yoyote au unabeba ujuzi mwingine wowote ule. Hebu fikiria, mwalimu anahitaji kufundisha, anahitaji speaking skills. Mfanyabiashara anahitaji kuuza, anahitaji speaking skills. Kiongozi anahitaji kushawishi watu, anahitaji kuzungumza na watu awashawishi, anahitaji speaking skills. Mwanasheria anahitaji kujenga hoja zenye mashiko, anahitaji speaking skills. Mjasiriamali pia anahitaji vile kuweza kuzungumza vizuri ili aweze kushawishi watu, au anahitaji kupitch idea zake au kuelezea hoja zake au proposal yake, pitching tunaita. Hawa wote wanahitaji, na mtu yoyote yule, hata camera person, kama ujamaa ambaye yuko nyuma ya kamera sasa hivi, anahitaji pia kuweza kuzungumza vizuri. Kwa nini? Kwa sababu huenda watu wanahitaji videographers wengi, lakini unasubiri mpaka mtu akutafute, au wakati mwingine unaweza ukacheck sehemu ukaona hapa ujuzi wangu unaweza ukafanyika. Una approach, unapiga hodi, unaongea bana, mimi nafanya hivi, naweza nikawasaidia na kitu fulani. You see, ina maana ujuzi wa kuzungumza unaweza kukusaidia popote, kuwaonesha kwamba unaweza ukawaongezea thamani watu, wakifikiria hivyo, ina maana wanakuchukua wewe, umejiongezea thamani tayari. Kwa hiyo pointi ya kukumbuka ni kwamba ujuzi huu unabeba ujuzi mwingine wowote au taaluma nyingine yoyote ile, sawa? Na bila mawasiliano mazuri, basi ujuzi mwingine wowote ule unapungua nguvu. Just think of this. Yani bila uwezo mzuri wa kuwasiliana, ujuzi mwingine wowote unapungua nguvu. Pia speaking skills inaweza ikafungua fursa ambazo hata cheti hakiwezi kufungua hizo fursa. Kama hutaki kuamini, fikiria kwenye interview ya kazi. Mimi nimeshaishuhudia interview ya kazi. Wamekuja watu wawili, mmoja ana vyeti, amefaulu vizuri sana, mwingine kawaida tu, yani hana hata vyeti vizuri au elimu kulinganisha na huyo mwingine. Lakini huyo ambaye anaweza kuzungumza vizuri sana, kujieleza, anapangilia vizuri maneno yake. Lakini huyu mwenye elimu ambaye amesoma, vyeti vinaeleza, credentials za kufa mtu, hawezi kujieleza, anatetemeka muda wote, kasimama pale hivi mikono. Unajua mwisho wa siku nani alipewa kazi? Yes, unajua vizuri kufanya utabiri. Yule ambaye vyeti sio kivile, lakini ana uwezo mzuri wa kuzungumza. Kwa sababu tuseme wamiliki wengi wa makampuni au wamiliki wengi wa biashara utafikiria wakuchukue wewe, je, unaweza kuwa image bora ambapo watasema labda, hey, tukutume sehemu fulani ukatuwakilishe, labda kuna this meeting na sisi tuko very busy, so please just go, tunataka ukazungumze kule, lakini uelezee kuhusu kampuni yetu na nini. Hebu fikiria ikifikia hapo, watume mtu ambaye akifika tu kule anaanza kukaa, jamani, mimi natoka ABC company ambaye sisi come on, no. Kwa hiyo hii wanaiona wapi? Kuanzia siku ya kwanza mezani umekuja, ambao wanafikiria wakupe kazi au wasikupe. How do you express yourself? Unazungumza kiasi gani? Unaonesha unaifahamu kampuni yao kiasi gani? The way unavyozungumza inawashawishi wale watu kukuchukua. Kwa hiyo inaonesha kwamba ujuzi huu unaweza ukafungua fursa ambayo hata cheti hakiwezi kufungua. Kwa hiyo kwenye mahojiano ya kazi, kwenye kupata wateja wapya, kwenye mialiko ya kufundisha sehemu, kwenye nafasi za uongozi, lakini pia hata katika kujenga network, mtandao wa watu wa maana zaidi, unaweza kuwapata kupitia uwezo wako mzuri wa kuzungumza. Trust me. Kwa hiyo ni ujuzi ambao unaweza kuzalisha fursa kila unapokutana na watu.
Yani kwa mfano mimi inanitokea mara nyingi sana, nakutana na watu for the first time, tunazungumza kidogo tu, baada ya muda they wanna connect wenyewe, yani they wanna talk to you, wanataka kukaribisha kwenye hiki kwenye kile. So this can be you, ikiwa utaamua kufungua macho na kuamua kuwekeza katika ujuzi huu na kuamua kujiboresha kidogo katika ujuzi wa kuzungumza, speaking skills. Point ya 4 ni uwekezaji ambao unalipa maisha yote. Nikisema unalipa maisha yote, just think of this. Teknolojia inaweza ikabadilika, yani teknolojia inaweza ikawa hii teknolojia ya zamani watu wakaachana nayo, si ndio? Ikaja teknolojia mpya au program fulani zinaweza zikabadilika, zikaja programu mpya, si ndio? Au taaluma fulani inaweza ikaja ikabadilika, ikapita wakati ikaonekana ni hii ya kizamani. Lakini nakuhakikishia, ukijenga uwezo mzuri wa kuzungumza, kwa mfano upo labda katika in your 20s, let's say upo katika miaka yako 20 hivi, labda 22, 23, 25, 28, hapo ukajiboresha vizuri kuzungumza, trust me, ujuzi huu utakusaidia katika miaka yako ya 30, ya 40, ya 50. Kama utaishi 60 mpaka 70, utakutana mzee ni fundi wa kuzungumza, yani anajua kupanga maneno vizuri, utakusaidia. Alafu tip nyingine ni kwamba ujuzi huu unakuwa kila unavyozidi kuutumia, ndivyo ambavyo unazidi kukua zaidi, unaongezeka zaidi, na wewe unazidi kuwa fundi zaidi vile ambavyo unazidi kuutumia zaidi. Kwa hiyo ni uwekezaji unaolipa maisha yote. Pointi ya 5 na ya mwisho kwa leo, ujuzi wa kuzungumza au speaking skills unaweza kutumika kutengeneza kipato kimoja na kingine, au unaweza pia kutumika kutengeneza kipato moja kwa moja. Speaking skills si kwa ajili tu ya kujiamini peke yake, kwamba nijifunze ili niwe najiamini. No, unaweza kuwa unajiamini ndio, lakini ukiweza kujiamini vizuri, trust me, hii ni mali inaweza kukuingizia fedha. Ukiwa unaweza kuzungumza vizuri, unaweza kufundisha watu vizuri kwa kile unachokijua. Fikiria ni cameraman. Now you want to teach people how to use the camera, how to do the shots, how to frame shots, how to adjust the light, you know, nini, how to edit videos. How do you do this without speaking skills? Unawezaje kufanya hii bila uwezo mzuri wa kuzungumza? You can't. Vinginevyo ndio ile kwamba yani utabakia unajua tu wewe mwenyewe, lakini passing this knowledge to someone else itakuwa vigumu sana. Kuhamisha ujuzi kupeleka kwa mtu mwingine itakuwa vigumu sana. Unaweza ukafanya public speaking, unaweza ukafanya voice overs, the thing that I do, okay? Unaweza ukawa mzuri sana wa kufanya marketing, masuala ya masoko, makampuni mengi yatakutegemea, alright? Unaweza ukawa unafanya maudhui, fikiria YouTube, podcast hizi au TikTok, ukawa unatisha. Unaweza ukawa mshauri, unafanya coaching kwa sababu tu ya kujenga uwezo mzuri wa kuzungumza, na pia unaweza ukawa brand ambassador, ukawa mwakilishi wa chapa fulani kwa uwezo mzuri tu wa kuzungumza. Just think of that. Kwa hiyo tunapozungumza uwezo huu mzuri wa kuzungumza, usiufikirie kwamba tu huu ni ujuzi tu wa watu wanaopenda kuongea. Ukifikiria hivyo umeufikiria kidogo sana na umekosea. Nataka kuanzia leo ufikirie ujuzi huu kama engine inayoweza kukuongezea thamani kwenye taaluma yoyote, kwenye ujuzi wowote ule. Trust me. Yes. Fikiria ukiwa daktari mzuri au una ujuzi fulani mkubwa sana, lakini huwezi kuuelezea kwa watu, basi umuhimu wake au thamani yake inabaki kichwani mwako pekee, kwa sababu huwezi kuuelezea kwa watu. Na unapoamua kujifunza au kuwekeza kwenye speaking skills, unakuwa umewekeza kwenye kitu ambacho kinaweza kufungua mlango ambao huenda huo ujuzi wako wewe hauwezi kufungua mlango huo hata siku moja. Naitwa Ezden. Bila shaka umejifunza kitu. Niambie chini kwenye comment section kwa kile ulichopata, na ikiwa unataka kujifunza zaidi, umeona like wow, mimi pia nataka kuongeza ujuzi wangu wa kuzungumza. Yes you can, unaweza. Ikiwa unataka kufanya hilo, mimi nitakusaidia. Nimeandaa kama crash course ndogo ambayo unaweza ukajifunza. Just niandikie neno ujuzi kwenye WhatsApp namba ambayo iko kwenye screen. Alafu kwenye WhatsApp tutazungumza zaidi. Takupa utaratibu.